Ama ni hawa? Yeah. Twende. Ama hawa ni kuna njia sawa. Wewe unaona njia kupitia hapa? Mtumishi. Dada yangu ni mgonjwa. Amegonjeka sana. Habari zenu? Nzuri. Dada yangu amegonjeka sana. Lakini kwa leo nimetamani nikuje nikutane na wewe. Hapa nililetwa na rafiki yangu. Ndio. Mama Marion. Mama Marion? Ndio. Oh, yeye ndiye alikuonyesha huku penye nafanyia maombi. Ndio. Na ni nini mbaya na dada yako? Dada yangu amekuwa mgonjwa sana. Wakati alinileta, ndio. Kuna mbegu linipa. Oh, wewe ni mwenye tulitumia ile parcel? Ndio. Okay. Kisha nikaenda nikapanda. Ndio. Wakati nilipanda. Ndio. Niliweza kupata jawabu. Ndio. Leo dadangu anaweza kutembea kidogo lakini bado amedhoofika kidogo. Okay. Ndio. So alikuwa hawezi hata tembea jinsi anavyotembea hii. Anaweza hata kuinuka. Lakini kwa hiyo mbegu kupitia hiyo mbegu. Ndio. Niliweza kuona majibu. Kwa leo nimetamani nikaweze kukutana na wewe ili nione vile nina imani ya kwamba nikikutana na wewe nitasaidika. Amen. Amen. Dada yangu pole sana kwa yote ambao wanapitia. Asante. Inakaa ni kifua inamuuma. Ndio. So kwanza jinsi ulivyosema ulipokea mbegu ya kwanza, Ndiyo. Hii mbegu ya pili nakupatia jinsi nilivyoambiwa nikupe bure. Ndiyo. Karibu sana. Iweke vizuri. Asante. Sasa Ndiyo. Kuna maji matakatifu niliambiwa hapa nafai kuwapea. Ndiyo. Lakini maji nimeambiwa lazima utume sadaka ya 10,000. Enye walikuwa wamesema. Sadaka ya 10,000. 10,000. Mimi sina shida na pesa. Kama dadangu anaweza pona, ndio. Hiyo pesa nitaituma haraka iwezekanavyo. Sawa. Unatuma? Natuma sahi kwa sasa. Sawa. Okay. Sasa kama unatuma ndio mpatie hii maji. Asante. Ndio hii. Mpatie hii maji anywe. Alafu kisha uende uimwagie kwa hizo mambegu. Asante. Hebu mpatie tu sahi akunywe hiyo maji. The mighty name of Jesus. Mpatie akunywe. Mshikilia. Wacha toa hizo vitu. Atoe. Wacha toe. In the mighty name of Jesus. Director. Umeona jinsi hiyo maji na nguvu? Mimi siwezi kuuza maji. Umeona jinsi na nguvu? Anasikiaje? Dada. Nimesikia nafuu. Asante. Kwa sasa. Nahisi kifua hainiumi venye ilikuwa inaniuma hapo awali. Nimesikia nafuu dada. Karibuni sana. Sasa dada naweza inuka. Amen. Yes. Hello people, hello Collins View family. It's been a good day to be here. So guys, mnakumbuka jana I was directed here kuja kuangalia Collins, kumletea chakula. Cause guys, yani nashukuru sana kwa support yenye nilipata jana na nyinyi nikiwa live. Mbarikiwe sana kabisa, mbarikiwe and God bless you, mkuwe blessed na baraka zote tezi wafuate. So guys, I'm here, nimekuja niangalie venye naweza mpatia cha kukula, na ni sababu yenu ndio imefanya Collins akule na kuwe venye ako hivi, na pia nyinyi ndio mmefanya tufike hapa penye tumefika. Mbarikiwe kabisa. So guys, bear with me, tuende tumpatie chakula, na mjue kwamba today is the day yenye Collins, mtumishi Collins anamaliza siku yake ya kufast. Sasa hiyo kufast ndio kusema na Kiswahili ndio tatizo. So which way? Hapa kwa msitu ndo sasa inakuanga njia ndo tofauti. Huwezi jua upitie gani, uende gani.
Director. Mtume. Director. Ndio mtume. Director. Ndio mtume. Hatuna wakati. Nenda sasa hivi. Ukamuite Collins. Kwani tumekuja kufanikisha yale tulivyoahidi. Fuata njia huu. Ukamuite Collins sasa hivi. Collins, ako hiyo pande mtume? Ndio. Kumbuka jana nilikueleza kuwa Collins hayuko salama. Kwani kutokana na kufunga na kusali kwa takriban siku hizo zote, hakuwa amepata nguvu kwani alihitaji kitu ya kukula. Sasa hivi Collins yu sawa. Tena yuko tayari kuendeleza kile alichoanzisha. Na kwa kuwa tuna muda, nenda sasa hivi. Utamkuta kule. Uje naye. Mtume, nimepitia hapo na sijamuona. Nilivyo kwa giza. Nenda sasa hivi. Utampata hapo. Sawa mtume. Collins. Collins. Nimepita hapa na sijakuona. Umepitia hapa? Nimepita hapa sijakuona. Nakwambia watume ndio wamenidirect hapa kwako. Wamesema aje? Wamesema nikuite. Wananitaja tena? Yeah. Na tusituharakishe, twende. Director, unajua bado sijapewa ile mbegu. Na nimekuletea chakula hapa. Sijapewa bado mbegu. Ndio watume. Collins. Ndio. Collins. Ndio watume. Collins. Ndio mtume. Najua unashangaa mbona tumekuja hapa. Ila tumekuja kufanikisha yale tulivyoahidi. Kumbuka kila mara unapokuwa nasi, huwa tunakupa mwongozo mpya. Na kila mara unapokuwa nasi, huwa ya baraka yanakuja. Kumbuka kupitia kwako tumewatembelea wengi na tumewasaidia wengi. Ndiposa tukaamua kuwa kila mara tuje na zawadi itakayokuwa ya manufaa katika maisha ya binadamu wa kawaida. Ndio. Na kupitia kwako hilo tumekuwa tukilafanikisha. Kumbuka hapo awali tulikupa noti, tukakupa maji, na tena tukakupa mbegu. Ndio mtume. Hayo yote yalikuwa ni kwa ajili ya kusaidia wale wanaohitaji baraka za kipekee. Swali ni je, ulifanikisha hayo? Ndio, nilitimiza. Ila wapo wale tuliosikia kilio chao wakisema kuwa hawakuyaona manufaa. Ila sisi kama watume, furaha letu ni kuwa jawabu huwa tunafurahia likiwa moja. Ndio. Basi watu kulia ila watu kufurahia yale tunayotekeleza. Baada ya kukupa mbegu, tulikuahidi kuwa tutakaporudi tutakupa mbegu nyingine. Ndio mtume. Kwa minajili ya kupatia wale waliopata lile la kwanza. Hili mbegu litalipa lile mbegu la kwanza nguvu zaidi. Ndio mtume. Je, ile mbegu ya kwanza tuliyokupa ulifanikisha kuyafikisha kote lilipokuwa likihitajika? Ndio mtume. Basi kuna wale wanaolia kuwa hawajapata mbegu hilo. Bado ni jukumu lako kuhakikisha kuwa yamefika. Ndio. Ila kuna wale waliopata mbegu hilo na basi hawakufuata yale niliyoagiza. Hivyo basi hawajaona manufaa yao. Kuna wale waliofuata tulivyoagiza na kwa hakika wanafurahia. Ila tulivyoahidi hapo awali, anayekusikiza anatusikiza. Ndio. Na kamwe hatuwezi muacha yule ambaye alitusikiza
na hajapata jawabu. Vivyo basi tuliahidi kuwa tutakaporejea tutakupa mbegu kwa mara ya pili. Ila kumbuka, mbegu hili unapaswa kumpa yule aliyepata lile la kwanza. Ndiyo mtume. Usidhubutu kumpa yeyote mbegu hili basi kupata ile ya kwanza. Ndiyo. Atakapopata mbegu hili la pili, akaliunganisha na lile la kwanza, na manufaa itakuwa tele. Ila kuna masharti moja. Ndiyo. Mbegu hili la pili usimtoze yeyote hata shilingi. Ndiyo mtume. Kwani aliyepata lile la kwanza, nina uhakika kuwa alitutolea lile sadaka tuliyoagiza. Ndiyo. Na kila mara kumbuka kuwa hilo sadaka unapaswa uwe nalo mpaka wakati ambapo tutalihitaji katika madhabahu kuu. Utakayempa mbegu hili la pili azingatie jinsi nilivyoagiza na jinsi tulivyonena, ili aone matunda yake. Yule ambaye alipata mbegu ya kwanza na kuona manufaa, asiwe na shaka, achukue hili la pili, kwani manufaa itaongezeka. Yule aliyepata ya kwanza na bado anatashwishi, kwani hakuona manufaa, vile vile asife moyo, kwani hili la pili ndilo jawabu. Na kukabidhi mbegu hili, hakikisha kuwa umefuata nilivyokuagiza. Ndiyo mtume. Kwani kila mara ni furahi tu kuona kuwa dunia nzima inafurahia. Kila mara ni furahi tu kusikia kuwa shangwe na nderemo yanaendelea kote. Kwani yapo wengi wanaohitaji usaidizi. Nasi kamwe hatutakataa kuwasaidia, na kupitia wewe usaidizi utapatikana. Ndiyo mtume. Na kukabidhi hili mbegu, ufanye jinsi nilivyoagiza. Ndiyo mtume. Ila kumbuka kuwa usidhubutu kumtoza yeyote ada yoyote kwa kupata hili mbegu. Ndiyo. Pia yule ambaye hakupata mbegu la kwanza, usidhubutu kumpa mbegu ya pili. Mpe tu yule aliyepata mbegu la kwanza. Ndiyo mtume. Na kukabidhi mbegu hili. Ila Collins, ndiyo mtume, tulivyoahidi hapo awali kuwa tutakaporudi tutarudi bado na manufaa tena zaidi. ndiyo, Ndiposa tulikukujia tukakupa nguvu tena zaidi ya kuona ya kale na yajayo. ndiyo, Kusudi ya hili ilikuwa ni kuwa yale yote mabaya yaliyotendeka hapo awali utayarekebisha. Yale mabaya yajayo hapo mbele utayaona na kuyasimamisha kabla halijatendeka. Tuliahidi hapo awali kuwa tutakuja na yatakatifu, ndiyo, ambalo kuna wale wanaosema kuwa mbegu hile halikufua dafu. Sababu ni kuwa kuna wale walichukua mbegu hilo pasi kuwa na imani. ndiyo, Kuna wale walichukua mbegu hilo pasi kufuata ile taratibu tulioelekeza. Kila mara tuna kanuni tunazozingatia. Tukisema kuwa sharti ufuate yale tuliyosema, yeyote asipuuze. Kwani anapopuuza anatupuuza sisi. Anapofuata tunafurahia na tunakubali, na kila mara hatutamwacha kamwe. Yule aliyechukua mbegu hilo na akapanda alikuota, wala kuna wale ambao wanasema kwa mbegu hilo lilipotea. Tena na kukabidhi kwa mara nyingine yatakatifu. Yatakatifu hili yule ambaye analihitaji, sharti, kuna masharti lazima ayazingatie. ndiyo mtume, Kila mara tukikupa jambo huwa yanakuwa na masharti. Sharti ya kwanza, lazima awe na imani
na afuatilie yale tunayosema. Kwa sasa tumekuja na matakatifu. Hili ni maji matakatifu ambalo yule ambaye alipata mbegu hilo la kwanza, mpe ya pili bure. Hili maji umpe, alichukue, alinyunyizie, na baada ya siku kadhaa manufaa yake yataonekana. Kuna wale walichukua noti. Noti hili linahitaji nguvu. Achukue maji hii, alinyunyizie. Atakapoliunganisha na pesa zake, kamwe yale mabaya yatapotea. Ikiwa pesa hilo lilikuwa la nguvu ya giza, maji hii ina nguvu ya kuyasafisha. Kwani kuna wale wanaolia pale mlangoni pao. Lile mbegu niliyokupa, kuna yule ambaye aliyachukua akalieka bila kuzingatia jinsi tulivyoagiza. Na tulivyoahidi hapo awali, hatutawasahau. Ndiposa na kukabidhi maji hili, mpe yule anayelihitaji, alinyunyuzie. Atakapolinyunyuzia, basi papo hapo manufaa yake yataonekana. Ndio mtume. Ila na kukumbusha, Ndio mtume. mbegu la pili mpe bure. Ndio. Usimtoze hata shilingi. Ndio mtume. Kwani alitusikiza na kafanya tulivyoahidi na lile mbegu la kwanza. Ila manake hapo mengi yanayotendeka, tunakukabidhi maji hili. Ndio. Wape wale wanahitaji. Ila kwa sababu watume walionelea kuwa yapo masharti yanayotakikana kufuatiwa. Utakayempa maji hili, sharti akukabidhi shilingi 10,000. Ndio mtume. Pesa hilo litatumika katika madhabahu ya watume. Usimpe yote pasi kutoa hilo pesa. Sharti akukabidhi sadaka ya shilingi 10,000, umpe maji. Ndio. Kuna wale wanaolia kuhusu shida watoto. Mkabidhi maji hili, alinyunyuzia hilo mbegu. Kadri yatakapokuwa yakiota, vivyo hivyo jawabu lake litapatikana. Kuna wale wanaolia kuhusu shida ya boma, uchawi bomani na nguvu za giza. Vivyo hivyo walizingatia yale tulivyosema kuhusu hii maji. Kumbuka, usimpe yote maji hili bila kutoa lile sadaka tulivyoagiza. Ndio mtume. Ila mpe mbegu basi kutoa sadaka. Ndio. Kwa kuwa hilo mbegu ni shukrani yetu kwake kwa kutusikiza. Ila maji hili, yule mwenye mbegu na mwenye noti akukabidhi shilingi 10,000. Ndio. Hilo pesa likusanye, tutakuagiza uyapeleke katika madhabahu kuu. Shika maji hili na uzingatie yale nilivyokueleza. Ila kwa sasa umo na kazi iliyo mbele yako. Kumbuka kuna wale ambao wamekuwa wakikutafuta bila kufaulu kukutana nawe. Hii ni kutokana kuwa au kuwa karibu. Ila sasa natumai uko na nguvu ya kutosha ya kuendeleza ulioyaanzisha. Ndio mtume. Kwa sasa naona wengi wanaokuhitaji. Kuna wale wameamua kukutafuta, kukutana nawe ana kwa ana. Ila kila mara na kuhakikishia kuwa usiwapuuze na uwasikize. Ndio. Kwani wanakuhitaji kwa sana. Wasikize kila mtu anayekuhitaji. Ikiwa una uwezo wa kufika, wafikie. Ndio. Na kila mara kupitia kwako hatutawasahau. Kwani kila mara tunasema kuwa anayekusikiza ametusikiza, anayekusaidia anatusaidia. Na tulikuahidi kuwa
kamwe hatutakuacha. Tutazidi kuwa nawe kila wakati. Kwa sasa na kuamuru uondoke, ukutane na wale wanaokuhitaji. Ndio. Wasikize, wasaidie, na kila mara tutakuwa nawe. Ondoka sasa hivi, kwani kuna wale wanaokuhitaji kwa sana. Ndio mtume. Ndio mtume. Wameenda. Na umesema kuna watu walikuwa wanakuja. Kuna wanakuja huko. Sijui. Hebu shika maji. Inaipa nguvu. Ndio. Acha nibebe hizi. Na maji zingine pia nimeambiwa ziko zingine. Yes, kwa wale wenye wanafaa kutumia. Hizi ni wasikia nyuziwa hadi kwa noti wenye walichukua noti. Wanasema waweke kwa hii ndio inafai kumwagiwa maji, inafai kunyunyiziwa noti na hiyo mbegu. Na Collins na wale wenye hajapata wenye wakupata mbegu ya kwanza, si tuwapelekea pamoja. Yeah. Pamoja na ile mbegu ya pili. Hii wanafai kuchukua pamoja hizi maji. Sasa si hii maji wamesema wanapeana na pesa ngapi? Wametuambia tutoe sadaka ya 10k kawaida ya sadaka yao. Na mmoja pia mtumishi, zile 777 pia bado iko nazo, tutapeleka pamoja na hizi zingine. Zote wanafai kutengeneza hekalu yao. Vile zingine zinafai kupelekwa kwa maorphans. Sasa hekalu yao inafaa kutengenezwa. Ndio maana wanapea watu zawadi. Ndio maana wanatoa hii zawadi yote. Ndio maana saa zingine huwa wanashinda kuletea watu zawadi. Na kwa nini sasa bado hujakula? Bado. Na chakula ishapoa. Wacha tufanye kwanza injili. Tutakula. Director, wacha tumalize hii injili. Na sasa Collins, na unajua kuna wale walikusaidia sana, walitoa hiyo pesa. Unadhani hata hii chakula hao ndio walitoa nikusaidie. Sasa hata before uende nataka uombe wale wenye Mungu abariki pale ilitoka. Mwenyezi Mungu abariki mahali ilikotoka. Na wale wanaosimama nasi. Director, hizi maji tunafai kuziweka vizuri. Pamoja na hizi mimi siwezi mambegu. Kuna nguvu sana. Imekushinda? Najua. Lete. Hii maji kuna nguvu sana. Sasa tunafai kwenda wapi? Turudi ama tuendelee na maombi? Tuendelee na maombi. Sasa twende. Director. Ama ni hawa? Yeah. Twende. Ama hawa ndio kuna njia zao. Unaona njia kupitia hapa? Mtumishi. Dada yangu ni mgonjwa. Amegonjeka sana. Habari zenu? Nzuri. Dada yangu amegonjeka sana. Lakini kwa leo nimetamani nikuje nikutane na wewe. Hapa nililetwa na rafiki yangu. Ndio. Mama Marion. Mama Marion? Ndio. Yeye ndiye alikuonyesha huku penye nafanyia maombi? Ndio. Na ni nini mbaya na dada yako? Dada yangu amekuwa mgonjwa sana. Wakati alinileta, ndio. Kuna mbegu linipa. Wewe ni mwenye tulitumia ile parcel? Ndio. Okay. Kisha nikaenda nikapanda. Ndio. Wakati nilipanda. Ndio. Niliweza kupata jawabu. Ndio. Leo dadangu anaweza kutembea kidogo lakini bado amedhoofika kidogo. Okay. Ndio. So alikuwa hawezi hata tembea jinsi anavyotembea hii. Hawezi hata kuinuka. Lakini kwa hiyo mbegu kupitia hiyo mbegu. Ndio. Niliweza kuona majibu. Kwa leo nimetamani nikaweze kukutana na wewe ili nione vile nina imani ya kwamba nikikutana na wewe nitasaidika. Amen. Dada yangu pole sana kwa yote ambao wanapitia. Asante. Inakaa ni kifua inamuuma. Ndio. So kwanza jinsi ulivyosema ulipokea mbegu ya kwanza, Ndiyo. Hii mbegu ya pili nakupatia jinsi nilivyoambiwa nikupe bure. Ndiyo. Karibu sana. Asante. Iweke vizuri. Asante. Sasa Ndiyo. Kuna maji matakatifu niliambiwa hapa nafai kuwapea. Ndiyo. Lakini maji nimeambiwa lazima utume sadaka ya 10,000. Enye walikuwa wamesema. Sadaka ya 10,000. Mimi sina shida na pesa. Kama dadangu anaweza pona, ndio. Hiyo pesa nitaituma haraka iwezekanavyo. Sawa. Unatuma? Natuma sahi kwa sasa. Sawa. Okay. Sasa kama unatuma ndio mpatie hii maji. Asante. Ndio hii. Mpatie hii maji anywe.
alafu kisha uende uimwagie kwa hizo mambegu. Hebu mpatie tu sahi akunywe hiyo maji. The mighty name of Jesus. Mpatie akunywe. Mshikilie. Wacha toa hizo vitu. Wacha toa hizo vitu. Atoe. Wacha atoe. In the mighty name of Jesus. Director. Umeona jinsi hiyo maji na nguvu? Mimi siwezi kunywa maji. Umeona jinsi ina nguvu? Anasikiaje? Nimesikia nafuu. Kwa sasa nahisi kifua hainiumi venye ilikuwa inaniuma hapo awali. Nimesikia nafuu dada. Karibuni sana. Sasa dada naweza inuka. Amen. Amen. Sasa kile nataka ufanyie yeye, ninaenda umtengenezee kinywaji yoyote kwa sababu tumbo yake imebaki empty. Na unyunyize hiyo maji bado. Akunywe. Unasikia? Akunywe hiyo maji. Uweke kwa hiyo kinywaji yake. Alafu baadaye hii mbegu ambayo nimekupatia pili, mwaga hii maji kwa hiyo mbegu. Wakati na koota, hizi mauchawi kama haya ambayo aliyofanyiwa yasije yakapata nafasi tena yakarudi penye palikuwa. Sawa? Na ile mbegu ambayo ulikuwa nayo ya kwanza vile vile imwagie maji. Sawa? Haya, karibuni sana. Nimeshukuru sana. Umeshatuma? Unatuma? Ya tume hiyo sadaka yao. Tuma hiyo sadaka yao. Amen. Amen. Asante sana. Dadangu amepona. Karibu. Ni furaha yangu. Asante Mwenyezi Mungu. Mpaka saizi kifua imepoa. Imepoa. Na ilikuwa inaniuma kulingana na penye nilikuja. Amen. Nimesikia nafuu. Amen. Mpaka sasa naweza simama peke yangu. Amen. Sawa. Sasa fanya hivi, nenda kamtengenezee kitu anywe. Akule kwa sababu tumbo yake imebaki empty. Sawa? Ndio. Tuma sadaka. Uko na simu yako sasa hizi hapa? Hujabeba? Umeweka wapi? Iko huko. Umeweka pande ile? Nenda basi peleka ulete hiyo simu sasa hizi uweke. Sawa. Nenda ukalete. Nenda tu, karibuni sana. Director, ningoje hapo hivyo dakika moja. Wacha nimfikishe. Director. Unampeleka kwenda kuchukua simu. Mmoja akikosa wewe hapana. Haiwezi msaidia. Oh, ndio ule hata yeye anarudi. Ndio. Nilikuwa nimesahau. Karibu. Naomba nikuwekee kwa saa hii. Ndio tuweze kusaidika. Amen. Nisaidie namba yako. Yes, namba yangu ni 0. Nikakutumia kwa saa hii. Yeah, 07 06 51 55 25. Karibu sana. Inafai kuleta jina ya Collins Otieno. Ndio hiyo nimeona jina Collins Otieno. Karibu sana. Asante. Nenda ukamtengenezea kitu ya kukula. Oh, ndio hiyo message imefika. Nimeona. Ndio. Aenda ukamtengenezea kitu ya kukula. Amen. Wewe. Hiyo maji sina nguvu. Mimi siwezi shika. Hii maji ina nguvu. Na bado kuna zingine. Ziko. Si tunafai kupea watu ka wote. Tuendelee na maombi ndugu yangu. Alafu linibebea hata kitu kukula ndugu yangu. Nimepoa, sasa kuna kitu baridi. Leta tu akinasikia njaa. Nasikia njaa. Imagine kuanzia jana juzi. Sikaketi hapa. Acha niketi hapa hivi. Nenda kalete. Nenda kalete.